alipofufuka kutoka katika wafu, anawakuta Kleopa na mwenzake wakienda Emmaus, na anawaambia hivi, wanaongea kwa muda, sitopoteza muda kuelezea zaidi walichokuwa wanaongea, ila anawaambia hivi ya kwamba haya mambo yaliyotimia katika Luka 24 kuanzia mstari wa 25 hadi 27, anawaambia hivi ya kwamba haya mambo ambayo yaliyotokea kule, kufa na kufuka kwa Kristo, hayo mambo yaliyotokea ndiyo mambo ambayo nilikuwa ninawaambia ya kwamba yameandikwa. Sikiliza kwa makini. Yameandikwa katika Torati ya Musa na katika Zaburi na katika vitabu vya manabii. Kumaanisha vitabu vyote ambavyo mko navyo vilikuwa vinaongelea haya matukio ambayo yamefanyika this weekend. Unanielewa? Lakini kumbuka ya kwamba wao wanaposoma, wao wanaona sheria za Musa, wanaona Pasaka, wanaona tu mambo ambayo ni activities. Lakini Kristo anapochambua maandiko, anaona mambo yanayomhusu yeye mwenyewe. Sasa kufikia hapo, bado hawakumuelewa, bado hawakufahamu huyu mtu anasomaje haya maandiko, anaona kitu gani. Sasa mtu ambaye alikuja kuelewa, nisikilize kwa makini, na najua watu wengi huwa wanapinga, na hiyo nitaielezea pia. Kuna watu huwa wanampinga Paulo sana, lakini nitakuja kuelezea. Wacha tumchukulie tu kwa sasa ya kwamba ni mtumishi wa Mungu. Kuna watu huwa wanamkataa. Kuna Wakristo wengine pia bado wanakatana na Paulo. Wanaona Paulo anagonganisha maandiko, ya kwamba Yesu alisema hiki, Paulo akasema kitu kingine. Lakini hiyo nitaielezea, na utaelewa vizuri ni kwa nini Yesu alikuwa anaongea hivi, ni kwa nini Paulo anaongea hivi, kwa nini Yesu alikuwa anamaanisha hiki akiongea hivi. Kila kitu nitakueleza, na utaona ya kwamba hakuna contradiction. Sasa katika ile Biblia, ninaongea Biblia Saul, mtu ambaye ametajwa ya kwamba alikuwa na uwezo huo wa kuchambua maandiko kuanzia kitabu cha Mwanzo, katika Torati yote ya Musa, vitabu vyote 5 vya Musa, na vitabu vyote vya manabii. Aliyekuwa na uwezo huo kwanza ni Yesu Kristo, anachambua haya maandiko, anayekuja kuyaelewa hayo maandiko jinsi kwa haraka, anayeelewa na anayetajwa katika Biblia. Mtu wa pekee kando na Kristo anayetajwa kuchambua jinsi Kristo alivyochambua yote kwa pamoja ni Paulo. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume 28, akiwa yuko Rumi, wakati alikuwa ameshikwa amepelekwa Rumi, anawaita wazee wa Kiyahudi na anaanza kuwachambulia. Katika chapter 28 verse 23 inaeleza yeye pia akachambua mambo yanayomhusu Kristo katika sheria za Musa na katika vitabu vya manabii. Kwa hivyo jinsi Yesu alikuwa anachambua, Paulo naye tunampata anafika that level. Kuna mtu ambaye pia anatajwa ambaye anaitwa Filipo, lakini Filipo ukimwangalia katika chapter 8 ya Acts, Biblia haijasema ya kwamba alichambua vitabu vyote. Biblia inasema ya kwamba alianzia alipokuwa anaongea na yule towashi, alianzia pale kwa kitabu cha Isaya ambacho towashi alikuwa anamsomea, na akazidi kumchambulia mambo kuhusu Kristo katika vitabu vingine, lakini haikueleza vitabu vyote. Sasa mtu ambaye anakuwa kamili kama Kristo, anachambua maandiko kamili kama Kristo,
ni Paulo. Paulo anaelewa haraka na tutaelewa msimamo uko wapi. Sasa Paulo anatupea siri, baadhi ya siri ambazo zinapelekea tukaweze kumuelewa Kristo alikuwa anamaanisha nini. Jambo la kwanza, Paulo, kwa sababu tushaelewa ya kwamba yeye alikuwa na huo uwezo wa kuchambua vitabu vya Musa na vitabu vya manabii vyote, na ndani yamo anayatoa mambo yanayomhusu Yesu Kristo. Anatuambia hivi Paulo ya kwamba Torati haikuwa katika plan, the earlier plan ya Mungu. Na maanisha sheria za Musa. Sheria za Musa hazikuwa katika plan, earlier plan ama ahadi ya Mungu haswa kwa Abrahamu. Sheria za Musa, Paulo anatuambia vizuri ya kwamba ziliingizwa baada ya ahadi na haziwezi kuiondoa ile ahadi. Na Paulo anaelezea ni kwa nini zile sheria ziliingizwa. Anaelezea kwamba sheria ziliingizwa ni kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao. Ndio unaweza kukumbuka kidogo, Yesu Kristo naye akiwa anawachambulia hao, kuna baadhi ya vitu akawa anawaambia, kwa mfano mambo ya ndoa na kadhalika, mambo ya kupeana talaka na kadhalika. Akawa anawaambia kwamba Musa aliwaandikia kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu. Anielewa. Kumaanisha Kristo na Paulo kuna mambo ambayo yanaenda yakiambatana kidogo. Usimchukie Paulo sana. Kuna vitu unamhitaji Paulo sana katika kuielewa Biblia. Sasa Yesu Kristo tulimuona akigusagusa vitu, baadhi ya vitu ambavyo tunaviona haviendani na sheria za Musa. Kwa mfano, wanamuona Yesu Kristo ni kama mvunja sheria. Mambo ya Sabato. No. Lakini Yesu anawaambia mimi ndio Bwana wa Sabato. Wanashindwa sasa. Anaongea kitu gani? Hawamuelewi. Sasa ili uweze kumuelewa, sikilize Paulo kidogo. Sasa Paulo anatuambia hivi ya kwamba hizi sheria kazi yake ilikuwa ni muongoza, zilikuwa kiongozi hadi pale Kristo atakapokuja. Kristo atakapokuja hazitakuwa na kazi tena. Kumaanisha zitakamilishwa. Zitafikia mwisho. Zitafikia kikomo. Ukitazama katika hivi vitabu, katika kitabu cha Waebrania 10, Biblia inasema ya kwamba inataja kuhusu dhabihu. Ikitaja kuhusu dhabihu, obvious inakuleta katika masuala ya Musa. Mambo ya kuchinja, ya kutoa sadaka na kadhalika. Anasema yale maagizo ambayo Musa alikuwa amewapea. Chapter 10 of Hebrew inaeleza ya kwamba Torati ama yale maagizo ambayo Musa alikuwa amewapea yalikuwa hayampendezi Mungu. Sadaka zile mlikuwa mnafanya zilikuwa hazimpendezi Mungu, na hizo sadaka ama zile bidii zenu hazikufanya kazi ambayo mlikuwa mmeandikiwa.
inasema vizuri kabisa katika kitabu cha Waebrania 10 ya kwamba hata wale wanyama mlikuwa mnachinja walikuwa hawaondoi dhambi. Hii inamaanisha nini? Ukimwelewa Paulo anasema hivi ya kwamba yale mambo ambayo Musa aliwaandikia, ambayo mnajibidisha nayo sana, yalikuwa yanamzungumzia Kristo kwa siri pasipo nyinyi kujua. Lakini nyinyi mlikuwa mnajitabisha na vitu visivyo na hekima. Ndio pale katika kitabu cha Warumi 10 mstari wa 1 na 2 anasema, na washuhudia hawa ndugu zangu wa Kiisraeli, wanabidii sana, wanajuhudi nyingi katika masuala ya Mungu, wanajuhudi, lakini sio katika maarifa.